Nitakachowaomba wale ambao tunasikiliza ni uweze kuwaomba sasa mweke kwenye mute. Weka kwenye mute mic yako ili wakati mjadala utakapoanza uanze kwa utulivu na watu waweze kusikilika, maana utakapofungua mic yako na mahali ulipo labda kuna fujo, inaweza ika-affect watu ambao wako wanaongea. Kwa hiyo ile kuingiliana kwa sauti kutoka huku na kule inasababisha mtu asiweze kusikia vizuri. Kwa hiyo niwaombe kila mmoja aweze kufunga mic yake. Sasa nitoe matangazo kidogo kabla hatujaanza. Niwashukuru nyinyi wote ambao mmeweza kuingia katika programu hii ya leo. Hii program ni tunajifunza zaidi. Ni kujifunza, si mjadala kama vile ambavyo tumezoea mijadala ya kina Ndacha ya Waislamu na Wakristo. Sisi ni grupu moja, sisi ni Waadventista wa Sabato. Hakuna mtu ambaye amekuja kudebate. Hapana, tumekuja kujifunza. Na nashukuru kuna mtu amesema kwamba wakati kunaonekana kuna kitu ambacho hatukubaliani, hiyo inakuwa vizuri tunafanya hivi. Na mimi nimekubaliana na hivyo, nimeona ni jambo nzuri. Kama tunajifunza pale kwenye tujifunza zaidi, ukaonekana kwamba labda kuna mambo ambayo yanaleta kutokuelewa kwa watu, basi tutakuwa tunafanya kitu kama hiki. Basi niweze kuwashukuru kwa mara nyingine walimu wote wako hapa. Niweze kusema hivi tena, tuweze kuheshimu program hii. Mwalimu aheshimu mwenzake, wasikilizaji tuheshimiane. Hakuna matusi, hakuna mambo ya kejeli, hakuna mambo ya ataki mtu, unaona. Sisi ni ndugu, sisi ni wamoja, tumekuja kueleza pale ambapo tunaelewa tofauti. Kwa hiyo kama nilivyokuwa nimesema, kila mwalimu atakuwa na dakika 20. Dakika hizi 20 atazitumia kwa kuelimisha watu namna ambavyo anaelewa masomo hayo ambayo tulikuwa tumesema na vipengele hivyo. Na baada ya hapo mwalimu mwingine tena atafuata naye aelezee. Baada ya hapo dakika 15 za kusummarize na kuweza kuonyesha pale ambapo mwalimu mwingine amesema namna ambavyo yeye anapaelewa. Na baada ya hapo kutakuwa na dakika 3 za swali. Mwalimu mmoja atauliza, mwalimu mwingine atajibu kwa dakika 5. Akishamaliza na huyu mwalimu ambaye ameulizwa naye atauliza kwa dakika 3, mwalimu pia naye ambaye ameulizwa ajibu kwa dakika 5. Baada ya hapo kutakuwa na dakika za wale wasikilizaji. Wasikilizaji nao tumeona ni vyema tuwape muda ili nao waweze kutoa nyongeza. Tutatoa nyongeza kwa dakika 10. Na baada ya hizo pande zote mbili, kwa upande wa Daniel, wale ambao watakuwa upande wa Daniel, dakika 10 tutachagua mtu mmoja ambaye utaandika kwenye message au uta raise your hand hapo kwenye section ya comment. Kisha tutachagua mmoja aweze kuweka hizo hizo dakika 10 zake za kueleza. Baada ya hapo tutawapa dakika 3. Tutapa maswali 3. Naona watu ni wachache, ndio maana tumefanya maswali 3 katika pande zote mbili. Maswali 3 kutoka kwa Bienve na watu wake, na pia na watu wengine kutoka upande wa Daniel watauliza maswali 3. Hii ndio programu ambayo tunayo. Kwa hiyo kama utakuwa na swali, unaweza kaandika kwenye section ya maswali. Nitakuwa naangalia. Unaona hapa chini kuna hii ya camera, mic na haka ka emoji. Unaweza ukaklik ukalike. Lakini hii ya dot 3, hizi point 3, ukibonyeza pale inakuonyesha kiganja. Kile kiganja ukibonyeza pale tu nitajua kwamba una jambo la kusema. Lakini ile ya square alafu kuna ka arrow kamshale kupanda, ile wala usiende, haina vitu, ni mambo ya kushare. Lakini kama utakuwa unapenda kushare, unaweza kushare. Alafu hapo chini yake inaandikwa CC. Pembeni kwenye chini ya mkono ya kile kiganja
kuna ka square kana CC, kana CC. Ile CC ni caption, kwa hiyo pale hata usiende. Alafu kuna hii nyingine ya mic au speaker. Ile ni kupunguza speaker kwenye simu yako. Unaweza ukachange ukaweka speaker kwenye simu yako au ukaweka speaker ya hii program. Ukibonyeza pale. Samahani jamani, kuna mtu alikuwa amenipigia, ndio maana mlikuwa mmeona nimetoka. Nilikuwa nataka kumalizia nikionyesha namna ambavyo unaweza ukagusa pale kwenye speaker ukabadilisha speaker ya program hii na speaker ya simu. Alafu kuna hapo unaona mtu anatembea on the go. Ile wala usijali, ni mtu ambaye anakuwa yuko barabarani, ambaye kama sema ambapo huko. Alafu kuna hii ya in call message. Hii in call message unaweza kubonyeza pale ukaandika sasa message hapa pale. Utakapoandika message pale nitakuona, na baada ya hapo nitakujibu au nitafikisha hoja yako hapa juu kwa wahusika. Sijui kama tunaelewana hapo jamani. Basi sijui sasa mwalimu gani aanze. Mwalimu Daniel. Mwalimu anaweza kaanza. Mimi nakufuata vizuri. Ubarikiwe kwa ulivyoongea. Mwalimu mwenza anaweza kaanza. Lakini ubarikiwe sana kwa mwelekezo. Tunakupata vizuri na ninajua watu wanakusikiliza vizuri. Tuna watu mbalimbali tumewaalika na wamekuja, na kama ulivyosema tunajadili kwa ajili ya kuelewa kile ambacho Mungu anasema kupitia maandiko yake. Na ni vizuri kila kuitapo leo tujifunze neno la Mungu, kwa sababu litutie nguvu. Maana tunadhani katika hilo neno ndilo mna uzima, na ni kweli, na ndio maana tuko hapa leo. Kwa hiyo nyote mlioko hapa pamoja na kiongozi James mwana wa Ngurumo, Mungu akubariki sana. Amina, ubarikiwe. Nimkaribishe ndugu Bienve. Karibu utufungulie sasa kwa kipindi chetu. Kama nilivyosema, wengine tuzime mic ili tumsikilize. Asante. Ndio, bado kabla ya kuanza nitamani kama itapendeza kwa dakika ambazo tumepewa, labda tungepata hata wasomaji pia. Ingelikuwa rahisi wasomaji. Yeah. Ndio jambo sikuandaa, lakini pia hata nijitahidi. Nitakuwa nasoma. Okay. Asante. Habarini za wakati huu, habari za mchana, habari za jioni. Nimeanza mjadala na saa 6 na dakika 26. Nadhani itafika hadi saa 7 na dakika 1, si ndio? Kama tulivyokuwa tumepewa ratiba. Samahani Bienve. Ndio. Utaenda kwa dakika 20 kwanza. So 25. 25? Labda nitakuwa nimekosea mimi. Ulisema kama dakika 20 au 25? Yes. Subiri nione. Dakika 20, okay. Yes, ni dakika 20. Alafu ukimaliza dakika 20, mwalimu mwingine atafuata ili usikilize anachokisema.
Kisha utakuwa tena na dakika 15 sasa za kuchambua yale ambayo amesema. Tunapatana hapo? Hapo tumepatana. Kwa hiyo mnaanza kuhesabu sasa. Ndio, tunaanza kuhesabu. Dakika na 52. 50 na ngapi? Na 7. Samahani mwalimu. Naam. Samahani mwalimu. Mimi kuna pendekezo ambalo nilitaka niweke kabla mwalimu hajapanda. Pendekezo langu ni kwamba ndio, kama tulivyosema, tuko hapa kwa sababu ya kujifunza na ili ni darasa. Na kama ni darasa hatuko wenyewe, sio kwamba ni walimu wenyewe wako hapa wamekuja tu, yani wako jangwani, kuna watu. Ndio. Sasa pindi mtu anauliza bwana tuko pamoja, yani unakuta kuna ukimya. Unakuta kuna ukimya. Sasa inashindwa kueleweka. Sauti, mmemute sauti, mnaweza mkajibu. Mungu amewapa midomo kwa sababu ya kuongea, na muda huu ni wa kuongea. Kama mwalimu anasema au mwenyekiti anasema jamani tuko pamoja, kwa nini kundi lisionyeshe kwamba tuko pamoja? Kwani kuna nini? Kwa hiyo mimi nilikuwa natoa tu kama wito au pendekezo kuonyesha kwamba tuko pamoja. Lazima tuonyeshe hata alama ya mwitikio kwamba tuko kwenye darasa sisi wote, kwa sababu mtakuwa na muda wa kuuliza maswali, mtakuwa na muda wa kutoa pendekezo, na hata kwa sasa mnaweza mkatoa pendekezo, kwa sababu walimu sio kwamba ndio walio na kundi lote hili. Isiwe mwongeaji sana, nitaka nilete tu hiyo pendekezo mwenyekiti kwako. Asante kwa pendekezo nzuri. Kwa hiyo mwalimu akisema tuko pamoja, unaweza kufungua mic unasema ndio, kisha unafunga, au unaweza kufanya kama hivi ambapo nafanya, unaona nafanya hivi au unafanya hivi, unaona. Hiyo inaonyesha kwamba tunasikiliza, tuko pamoja. Basi mwalimu Bienve, sasa tuanze kuhesabu. Unaanza na nusu. Sawa. Unaweza kuanza mwalimu. Hadi na 50. Sawa. Ninawakaribisha katika mjadala huu wa kujifunza, na tuliosubiri kwa hamu kubwa, na leo umefika, na nitaomba sana mtege masikio, nisikilize, mnielewe, na nitakuwa na nafasi pia ya kupata maoni yenu, lakini pia nitakuwa na nafasi ya kujibu maswali, na pia nitakuwa na nafasi pia ya kuuliza maswali. Na mjadala wetu kama ulivyoandaliwa unahusu Ufunuo sura ya 12. Katika Ufunuo sura ya 12 ni unabii upi unaozungumzwa katika Ufunuo sura ya 12? Kwanza tunatakiwa kuelewa unabii wote wa kitabu cha Ufunuo ni unabii wa wakati upi, kwa sababu tusipoelewa unabii unaozungumzwa katika kitabu cha Ufunuo, tutaanza kuleta mambo ambayo yapo nje na muktadha wa kitabu husika chote cha Ufunuo. Kama kutakuwa na msomaji ambaye yuko karibu, naomba aanze kutusomea Ufunuo sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3. Umesema Ufunuo sura ya 1? Ufunuo sura ya 1 mstari wa 1 hadi 3. Ndio. Panasomeka hivi. Tunasoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunasema ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo
mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtuma wake Yohana mbingu aliyashuhudia aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yani mambo yote aliyoyaona. Mstari wa 3. Heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Amen. Amen. Hapo ni utangulizi wa kitabu cha Ufunuo, ambapo ni ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu. Alafu Yesu naye anampa malaika wake kwenda kumhabarisha Yohana kuhusiana na mambo ambayo Yohana aliyoyaona na mambo yanayokuja. Ina maana unabii wa ufunuo wa Yohana unaanza kutuambia kwamba hiki utakachokiandika hapo mbeleni ni mambo unayoyaona na yale yanayokuja mbeleni. Na ile hatuwezi kuelewa sawa, lakini ukiangalia hapo chini kuna matukio ambayo Yohana aliyaona. Shuka mstari wa 19, nini alichoambiwa? Mstari wa 19. Mstari wa 19 panasema, ndio, basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Amen. Yohana ambaye ni ndugu yetu katika Bwana amepewa nafasi ya kuanza kuona hayo. Kuna mambo aliyoyaona, ukianza ule mstari wa 9 mpaka ule 16 hivi. Kuna mambo ambayo Yohana aliyaona. Alafu anapewa maelekezo, uyaandike mambo hayo uliyoyaona, lakini pia uyaandike yaliyopo, lakini na yale yatakayokuja baadaye. Kumbe kitabu cha Ufunuo, introduction yake kinaanza kwa mambo ambayo Yohana aliyaona, alafu anaelekezwa mambo yaliyopo kwa wakati ule, na anaelekezwa kwamba ataandika mambo ambayo yatakayokuja baadaye. Kwa sababu hiyo, mimi napenda watu wote waelewe ni kitu gani, kuliko tunashawishika na kuelezea. Maana ndo sisi hawa ambao Mungu atawatumia. Wakati Mungu anatoa ujumbe huu wa kitabu cha Ufunuo kwa watu hao wa wakati ule, alikuwa anazungumza nao wanaoelewa kabisa nini kinamaanishwa Mungu alipokuwa anawaambia. Ni makosa kutumia ujumbe wa Biblia kwa kutafsiri kwa wakati wetu bila kwenda kwa wakati ule. Kwa sababu msisahau kuwa Mungu alimwambia Yohana, andika unayoyaona, yaliyopo na yatakayokuja, na kuyapeleka kwa yale makanisa 7, ambayo ni kuanzia kanisa la Efeso hadi la Laodikia, ambayo yalipatikana katika Asia ile ndogo. Kwa hiyo waliandikiwa wale na sio tu sisi. Kwa hiyo kile wenzetu walichokielewa wakati ule ndicho pia tunatakiwa tuelewe kwanza wakati ule alielewa nini, alafu tuyachanganye na wakati wetu. Msomaji, naomba tuanze sasa Ufunuo sura ya 12. Baada ya kuona introduction ya kitabu cha Ufunuo, mambo yanayozungumzwa humo ni mambo ya wakati upi, tuanze sasa kuona unabii uliopo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 mstari wa 1 na wa 3. Karibu.
Asante. Ndiyo. Nasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na mstari wa 1 hadi wa 3. Anasomeka hivi. Na ishara kuu ilionekana mbinguni. Ndiyo. Mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12 mbili. Naye alikuwa ana mimba akilia, hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. 3 na mwisho. Ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Na tazama, joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya kichwa na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Amen. Amena. Nadhani mjadala huu unajihusisha ya kwamba pande mbili ziko tofauti. Mimi nipo katika upande wa vita vinavyoonekana katika Ufunuo sura 12. Ni vita vinavyotendeka hapa duniani. Ni mwendelezo wa vita vya wema na uovu, lakini vinavyotendeka hapa duniani. Kama nimesimama hapa leo, nimesimama kwa sababu ya kutetea hii hoja, ya kuona kwamba je, vita vinavyoongelewa katika sura 12, je, ni vita vilivyopatikana mbinguni kwenye enzi ya Mungu, au ni vita ambavyo vinaendelea hapa lakini vyenye taswira ya anga? Sasa mstari wa 1 inasema hivi: kisha ishara kubwa ikaonekana mbinguni. Sasa unapokuwa msomaji wa maandiko, tunatakiwa kuanza kutathmini ya kwamba Yohana anapelekwa na kuona ishara nyingine. Ameshaona zingine baadaye. Sasa ameona nyingine tena, ya kwamba mwanamke alivikwa jua na mwezi chini ya miguu yake, na taji 12 juu ya vichwa vyake. Tutaelewana ya kwamba kuanza kuchambua sura ya 1, kisha ishara ikaonekana mbinguni, huwezi ukaanza kutanguliza kusema ya kwamba hii mbingu inayosemwa hapa ni kwenye makao ya enzi ya Mungu. Inabidi uanze kwanza kuelewa kinachozungumziwa hapa, ndipo utakapopata hii mbingu ni ipi. Moja, tunaamini ya kwamba yale ambayo tunakubaliana naenda nayo haraka, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi uliokuwa chini ya miguu yake, tunaelewa mwanamke anawakilisha kanisa la kweli. Huyu anayezungumzwa hapa. Jua linalozungumzwa hapo linawakilisha nuru ya utukufu wa kipindi cha Injili. Ina maana kama Agano Jipya. Lakini mwezi unawakilisha enzi za Musa kama Agano la Kale. Kusema kuwa kwa sababu mwezi, inasemekana mwezi unang'aa kwa nuru iliyokopwa kutoka kwa jua. Kwa hiyo zama za Musa zilikuwa ni zama za mwezi, lakini nuru yake ilikuwa inakopwa kwenye jua, na jua linasimama katika nuru na utukufu wa kipindi cha Injili. Lakini taji ya nyota 12, hawa ni wale mitume 12 kama msingi wa kanisa la kwanza. Lakini pia kuna jambo jingine, mstari ule wa 3 unaosemeka ya kwamba kisha ishara nyingine ikatokea mbinguni, joka kubwa jekundu la lenye pembe 10 na vichwa 7, na kila kichwa kilikuwa na taji. Huyu anayeonekana hapa, huyu joka kubwa, ni utawala wa Rumi ya kipagani kama wakala wa shetani, lakini naye anaonekana katika mbingu hiyo hiyo. Sasa ukishamaliza hao wote watatu, kaanza kupata mwanamke alikuwa amevuka juu. Hapa kuna mwanamke na kuna joka. Unaanza kujiuliza, ni siku gani mwanamke aliwahi kuwa mbinguni? Tokea Adamu mpaka sasa mwanamke hajawahi kuwa mbinguni, au kanisa halijawahi kwenda mbinguni. Kama mwanamke ni kanisa na anaonekana mbinguni, sasa hii mbingu itakuwa ni mbingu gani? Sasa inatakiwa mimi na wewe turudi kwanza
katika uelewa wa wenzetu ndipo tuje kufunga ndani ya uelewa wetu. Mbingu kwanza unatakiwa uelewa kwamba watu wa nyakati za kale hawakufahamu hali ya ulimwengu kama sisi tunavyoelewa siku hizi. Maana kwao ulimwengu wote ulikuwa na mbingu na nchi, ikiwa na maana kwamba nchi ilikuwa sehemu walipoishi na mbingu zilikuwa anga za juu, yaani mahali ambapo jua, mwezi, nyota, mawingu na ndege. Naomba msomaji soma Kumbukumbu la Torati ili tuangalie uelewa wao walikuwa nasemaje. Kumbukumbu la Torati sura 4 mstari wa 19. Na anayepata anaweza akaharakisha hapa. Ndio, Kumbukumbu ngapi? Mmoja andae Kumbukumbu 4:19, mwingine andae Waebrania 11:12 na mwingine atuandalie Mwanzo 15 mstari wa 5. Kumbukumbu sura 4 mstari wa 19. Kumbukumbu sura ya 4 mstari wa 19. Sawa. Sura ya 4 ule mstari ni wa 19. Mwingine akiandaa Waebrania 11:12. Ndio. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni. Na ulionapo jua na mwezi na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishwa na kuviabudu na kuvitumikia. Anza mstari wa 18. Anza mstari wa 18. Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu zote. Anza sura 18. 18 nasema au mfano wa kitu chochote kitambacho juu ya ardhi, au mfano wa samaki yeyote aliye majini chini ya nchi. 19. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulionapo jua na mwezi na nyota, jeshi la mbinguni lote pia, ukashawishwa na kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako amewagawanyia watu wote chini ya mbingu zote. Unaposoma hiyo Kumbukumbu, Mungu anatoa kanuni, sheria ya kuhusiana na kuto kuchonga miungu. Anamwambia mwanadamu ya kwamba epuka kufanya kitu sanamu kwa kitu kinachotambaa chini ya ardhi, juu ya ardhi, lakini utazamapo mbinguni. Hii mbingu inayosemwa hapa kaanza kuonyesha vitu vinavyoonekana mbinguni. Ni jua, mwezi, nyota na vinginevyo ambavyo hata mimi mwenyewe wakati mwingine sivielewi. Lakini sasa naenda Waebrania pia 11 mstari wa 12. Tuangalie ahadi ya Ibrahim ilikuwa nini nayo. Karibu. Waebrania 11 mstari wa 12. Waebrania sura ya 11:12 panasomeka hivi. Ndio. 12:11. Na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, watu wengi kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabiwa. Amen. Mwalimu anasema ya kwamba unabaki na dakika 5. Ndio. Na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao, na kama mchanga ulio ufuani usioweza kuhesabika. Kupitia kwa uzao wa Abraham walizaliwa watu wengi kama nyota za mbinguni. Kumbe hata hii mbinguni ni makao ya nyota, na nyota zinapatikana ndani ya sayari yetu dunia, maana zimeumbwa ndani ya siku 6 na zikawekwa katika eneo linaloitwa mbinguni. Sio mbinguni kwa Mungu. Mwanzo sura ya 15. Haya yote maandiko ninayatoa kuonyesha hii mbingu ili tuelewe wenzetu awali walikuwa naelewa nini. Mwanzo sura ya 15 mstari wa 5 unasema ya kwamba
akamtoa nje akasema, tazama juu mbinguni. Neno la Bwana likamjia likanena, huyu hata urithi, bali atakaye urithi ndiye atakayemzaa ndiye atakayemrithi. 5, akamtoa nje akasema, tazama juu mbinguni, kisha uzihesabu nyota kama unaweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Mungu anamwambia Ibrahim, toka nje alafu tazama juu mbinguni. Alipotazama juu mbinguni, Ibrahim aliona wingi wa nyota. Mungu anamwambia zihesabu, kwa sababu wenzetu kule unaposema mbinguni hajamaanisha kwamba ni nje ya dunia. Anamaanisha tazama, maana kwa sababu anga pia ni mbingu. Sasa kumbe nafasi ambayo uwakili huu ulionekana kwa nabii, hatupaswi kuzania kwamba matukio hapa yanayowakilishwa na Yohana yalifanyika mbingu au mbinguni ambako Mungu anakaa, kwani matukio ambayo yalitokea katika dunia hii. Lakini taswira hii ya mandhari nzuri iliyopita mbele ya macho ya nabii ilionekana kwamba katika eneo lililokaliwa na jua na mwezi, ambazo tunazitaja kama mbingu. Unapokuja katika fungu lile la dakika 2 imebaki nazo, fungu lile la 4 na la 6, baada ya kuona kumbe huyu mwanamke alionekana katika mbingu. Mbingu katika tafsiri ni lile linalokaliwa na hiyo mianga, lakini bado ni hapa duniani. Hiyo ndio tafsiri ya nabii aliyoiona. Mstari wa 4 na wa 6 wa Ufunuo 12 unasema hivi: joka liliburuta kwa mkia wake theluthi moja ya anga za joka liliburuta kwa mkia wake theluthi moja ya nyota za anga na kuzitupa chini, na lilisimama mbele ya huyo mwanamke aliyekuwa karibu kujifungua mtoto, tayari kabisa kummeza mtoto mara tu atakapozaliwa. Kisha mama huyo akajifungua mtoto wa kiume ambaye atakayetawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma, lakini mtoto akanyakuliwa kupeleka kwa Mungu na kwenye kiti chake cha enzi. Mstari wa 6, huyo mama akakimbilia jangwani ambako Mungu alikuwa amemtayarishia mahali ambapo usalama ambao angehifadhiwa kwa muda wa siku 90. Nikifika hapo na nikamaliza dakika zangu. Mwalimu, muda umefika. Dakika zangu 15 nitaanzia hapa kwenye fungu la 4 hadi na kwenda lile fungu la 10 ambalo ni chembe. Hapo nadhani nimeanza tu kwa upande wa introduction ya Ufunuo, na nimekuja kuangalia peji ya kwanza, hiyo mbingu na huyo mwanamke alionekana mbingu ipi. Kwa hiyo nitakuja kuelezea katika sehemu yangu ya pili. Asante. Karibu. Asante, ubarikiwe sana Mwalimu Benfe kwa kutumia dakika zako 20 za kwanza na kuweza kueleza kile ambacho unakiamini. Nafikiri mwalimu mwenza amekusikia, amekupata, na wasikilizaji pia wako wanasikiliza. Kwa hiyo niweze kumkaribisha mwalimu mwingine naye kwa dakika 20. Karibu sana mwalimu. Tuwa tayari niambie nianze kuhesabu. Asante sana mwenyekiti kwa kunikaribisha. Umenipa nafasi, na fikiri ni wewe kuniambia kwamba nianze na nihesabu dakika zangu kwamba zimeenea. Nianze hapo nijue nitaishia wapi na dakika ngapi. Ndio. Dakika ngapi na nitaishia dakika ngapi? Sawa, unaanza na dakika 52. Okay. Kwa hiyo hapa nina timer ikifika itabonyeza tu, utasikia kamlio, lakini before dakika 5 nitakujulisha. Kwa hiyo nafikiri ikifika tuweke dakika 8 na saa 7 na dakika 8 hivi. Dakika 8. Dakika 18 nafikiri.
Asante sana na kushukuru sana mwalimu, nimepata nafasi na nadhani nimeweza kumsikiliza mwalimu alivyotambaa na maandiko. Kwanza niwakaribishe, wapo watu ambao nimewaalika, na kuna dada yetu kabisa, dada yangu kutoka kule Finland, Sweden. Asante kwa kuwa mwaminifu, Mama Dorcas Bagira, na kuna wengine hapa, asante sana. Kuna Ishara, Mungu akubariki, na wengine ambao nadhani sehemu ni ndogo kwenye laptop yangu, ninajua kwamba ni wengi sana wako hapa. Mungu awabariki. Hiki ndicho Mungu anachokipenda. Anakipenda sana kitu kama hicho. Ubarikiwe wewe uliacha nafasi yako ya kuingiza fedha, ukaacha muda wako kwa sababu tuweze kutafakari maneno ya Mwenyezi Mungu. Hiki ndicho chakula cha uzima. Mengine yote yatapita. Hiki tunachojifunza kitatusaidia, kitatupa nguvu ya kumuona Yesu Kristo ajapo mara ya pili. Sasa mimi nilimsikia mwalimu alivyosema. Mimi ninavyoelewa ni kwamba mwalimu labda alisahau mada, kwa sababu sisi hatujifunzi mada ambayo tunaielewa. Ukisoma sura ya 12 na fungu la kwanza, ishara mbinguni, hizi habari zote hizo, wana wa ngurumo akina Boanerge, wana wa matumaini, Maberoya walioko hapa wanayafahamu, wameyatafuna wakayameza, na kila siku hata wamelala. Ukiwaambia maana yake nini, wanajua. Ukiwaeleza tu, amkeni, sura ya 12 fungu la kwanza, la pili, la tatu, sura hiyo inatufundisha nini, wanaelewa. Ni habari za vita, ni habari za kanisa, wanaelewa ni habari ya ushindi wa Kristo. Lakini sasa tunajifunza nini kwenye sura hii ya 12? Kama ni hivyo, sio tunaijua. Ndio maana somo lililochaguliwa tulitafakari, tulitafune, tulimege, ni kwenye sura ile ya 12 na fungu la 7. Maana hapa pana tatizo. Mimi nitasoma peke yangu hapa kwenye kitabu hiki cha Ufunuo sura 12 na fungu la 7. Linasema hivi: kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Hivi vita hivi vilifanyika wapi? Haya maandiko haya yanajielezaje yenyewe? Haya maandiko maana yake nini? Sura ile ya 8 na fungu la 8, Nehemia, watu wa zamani walikuwa wakisoma maandiko kwa sauti. Wakisha soma wanaeleza maana ya yale waliyosoma. Kwa hiyo sura ya 12 na fungu la 7, hivi vita vilifanyika wapi? Maana ukisikia inavyosema, inasema kulikuwa vita, sio kusema kwamba kuna vita. Hii inaitwa katika Kiingereza past tense, yani ni muda uliopita. Sasa ngoja niongee na hii lugha. Kuna mmoja labda anaweza akasema hivi, mbona ni unabii? Unajua shida moja iliyoko katika unabii ni huu, na hapa mara nyingi walimu wanajikwaa, wanadhani ya kwamba ila neno linaloandikwa katika kitabu cha unabii ni unabii. Nikimaanisha nini? Hosea anasema hivi, Mungu aliweza kuwaonyesha watumishi wake, aliwaonyesha kupitia ndoto na maono, na wakatoa tafasiri ya yale maono na ndoto. Sasa katika mfumo huo wapo walimu wanaodhani kwamba kila neno ambalo linalopatikana katika maandiko ya unabii, kila neno, kila mstari, wanadhani ni unabii, na ambapo sio kweli.
Sio jambo la kweli. Yapo maneno ambayo yanajitafasiri yenyewe, utayaeleza vile vile. Sio kwamba kila neno ambalo utalisikia kwenye unabii, kila neno maana yake utaleta maana yake. Ukienda kwa mfumo huu, unabii utakuwa ni mgumu. Utaenda kuutupa, utabaki kushoto, kumbe umeenda kulia. Utakwenda ndivyo sivyo. Amesema neno moja hapa mwalimu kwamba ametoa vitabu hapa kwenye kitabu cha Kumbukumbu, ametoa kitabu cha Waebrania, lakini kicha mwanzo hakukitoa, hakukisoma, labda muda ulikuwa mchache. Lakini alichotaka kukieleza hapa sijaona kwamba kimeambatana na somo. Habari kwamba mbingu ni huku juu, mbingu ni hivi. Maandiko yenyewe yanaeleza mbingu ni wapi. Mbingu za Bwana. Lakini mimi nataka nikae kwenye somo. Sura ya 12 fungu la 7. Hivi vita vilifanyika au havijafanyika? Vilifanyika au vinaendelea kufanyika? Kwa sababu vipo vita vinafanyika, unakuta miaka, unakuta karibu miongo miwili, yani miaka 20 au 30. Kuna watu wamezaliwa kwenye vita na vita vinaendelea. Lakini hivi vita, Biblia inasema kulikuwa vita na vilivyopambanwa, kuna aliyeshindwa. Hebu angalia ile fungu la 8. Biblia inasema hivi. 18 fungu la 8. 12 na fungu la 8. Andiko anasema nao hawakushinda, wala mahala pao hapakuonekana tena mbinguni. Ni katika ule mfumo wa past tense. Ni habari zilizopita, si habari za sasa. Sasa unapochukua habari za mwendelezo, ni somo jingine. Lakini lazima useme kwamba hapa watu walipambana, wakaishia hapa. Katika sura ya 12 ni habari imejaa mapambano. Yapo mapambano yaliyopita na yapo hadi mapambano yaliyoko. Kwa hiyo mapambano yaliyoko mimi sintoyagusa. Yule mwanamke ambaye ni kanisa hadi sasa yuko kwenye mapambano kati ya wema na ubaya, kati ya wema na uovu. Sura ya 12 ipo habari za vita vinavyoendelea. Lakini kwenye fungu la 7 wanasema ni vita vilivyopita. Nina kitabu fulani hapa kinaitwa, kitabu hicho kinaitwa ni kitabu cha lesoni. Hii lesoni hii inaitwa pambano kuu. Hili pambano kuu nitakwenda kusoma kwenye somo lile la kwanza ambalo nasema vita inayosababisha vita zote. Lakini fungu lake la kukariri lilikuwa linasema hivi. Kulikuwa na vita mbinguni, ni katika ile sura ya 12 na fungu la 7 na la 8. Hata ukienda Jumapili inasema vita mbinguni, haisemi vita duniani. Inasema hivi. Aya hizi, yani inagusa fungu lile la 7 na hadi 9 katika ile sura 12 Ufunuo. Aya hizi zinaeleza mapambano ya ulimwengu kati ya wema na uovu, kati shetani na malaika zake walipigana. Hakuna future hapa kwamba huu unabii, kuna unabii unaleta future. Hapa hamna future, hapa ni past tense. Vita
Shetani na malaika zake walipigana dhidi ya Kristo na hatimaye wakatupwa. Ili kutupwa tunaelewa vizuri. Wakatupwa kutoka enzi ya mbingu. Huyu shetani alikuwa anaishi katika enzi ya mbingu, enzi ya Mungu. Alikuwa mtu wa tatu kutoka Kristo, yani alikuwa wa tatu. Alikuwa ni mtu wa cheo cha juu katika malaika wale wakubwa wale. Yeye alikuwa kiongozi. Vitabu vinasema kwamba kiburi ilimuingia. Kuna kitabu kinaitwa Maandishi ya Awali, lakini kabla sijafika hata huko, sijasoma maandishi ya awali, hii ile swali inasema hivi: Lucifer kiumbe alitamani ibada ambayo ilikuwa stahili ya muumba pekee. Alijaribu kunyakua kiti cha enzi cha Mungu kwa kutilia shaka mamlaka ya Mungu. Uasi wake ulisababisha vita vya wazi. Huu sio unabii ya kwamba sura ya ile fungu la 7 ni unabii. Maana sasa vitabu vinasema ni vita vya wazi. Mapambano yakawaka huko. Shida ya kwanza ambayo vitabu vinasema vita vilisababishwa huko mbinguni ilikuwa ni habari ya kuumbwa kwa Adamu. Mungu ameumba siku ya kwanza, akaumba mbingu na nchi. Biblia inasema hivi, sura ya kwanza na fungu la kwanza: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini nitakaposoma ni katika lile fungu, nataka nisome lile fungu la ngapi? Fungu la 9. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahala pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Sasa vile vita ambavyo vilipambanwa kule, Ufunuo inasema kwamba shetani alikungutwa akatupwa mpaka nchi. Hii ndio habari za Biblia inasema. Usichanganye kuanza fungu la kwanza hadi 6. Ukitoka fungu la kwanza hadi 6 kuna mziki ambao sisi wote Waadventista wa Sabato tunakubaliana nao. Lakini palipo shida ni hapa. Ngoja niongea kaka kitu kidogo. Vita hivi ambavyo ni vya wema na ubaya ambavyo vinaendelea, Kristo kwa kuonyesha kwamba yeye atashinda, anatupa picha ya zamani kwamba huyu jamaa huyu huwa namkunguta. Ndio anatoa ile fungu la 7 ya kwamba huyu jamaa huyu kulikuwa vita, nikamkunguta, na ninyi mtashinda kwa sababu mimi kazi yake ilikuwa nampiga na nguvu kumzidi. Mimi ni muumbaji wake. Hizi ndizo habari za Ufunuo. Lakini ukienda kusema eti lile fungu la 7 ya kwamba ni unabii, alafu uchukue mbingu manake hivi na nchi manake hivi, utakwama. Hili fungu linatupa sisi nguvu, sisi wa Kristo. Inalipa kanisa nguvu kwamba shetani alipigwa. Alipigwa lini? Mwalimu Daniel, sinabaki dakika 5. Asante sana. Kuna kitabu kingine hapa ambacho nilitamani nikisome, labda kikatusaidia. Kuna kitabu ambacho kinaitwa
majibu kwa mashaka yako. Waadventista wanakikubali sana hiki kitabu. Kinasema hivi, kinaanza na swali. Shetani alitupwa wapi? Ni swali tu. Yaani ni somo dogo. Alitupwa wapi? Wewe ni kujibu tu. Alitupwa sehemu fulani. Basi. Mwalimu, katika ile Mwanzo ile sura ya 5. Mwalimu, samahani nitakuongeza sekunde zako. Kitabu kinaitwa Majibu kwa Mashaka Yako. Page gani na ubarikiwe. Ili tuweze kunukuu. Ubarikiwe. Kwanza ni sura ya 4. Inasema uasi mbinguni. Alafu page yenyewe ni ya 21. Ubarikiwe msimamizi. Ya kwamba ni swali. Shetani alitupwa wapi? Pale kuna fungu sura ya 12 na fungu la 9. Wanasema nchi. Sasa wewe ukitaka kuleta nchi maana yake nini? Tutakusikiliza, lakini moyo wetu asema wewe hapana. Tutakataa kwa sababu haiendani na maandiko. Kwa hiyo sio unabii kwamba ni unabii ulitabiriwa. Alitupwa wapi? Nchi. Yapo maelezo ukirudi pale nyuma kidogo. Yapo maelezo kwenye ule ukurasa wa 20 nyuma kidogo. Shetani alikuwa kiumbe aliyeumbwa na Mungu, naye hakuruhusiwa aingie kwa baraza la uungu. Kwa sababu hiyo aliona usuda juu ya mwana wa Mungu. Hivi ndivyo vita. Yaani yeye alimsikilia Kristo wivu. Ni huwa anajiuliza hivi, Shetani haukujua kwamba Kristo ni muumbaji wako alikuumba? Alijua, lakini ni kosa adabu tu, na alitaka ajikweze dhidi ya muumba wake. Ni kama litoto. Umelizaa litoto alafu linakupanda. Wewe baba, ndio maana vitoto unakuta vingine vinakuwa vina maisha magumu. Kwa sababu umemzaa alafu tena linashindwa kuelewa. Sasa Shetani anashindwa kumwelewa Kristo kama muumbaji. Anasikia wivu. Ile baraza litakiwa aingie tu Kristo. Yaani uungu ndio uwe pale. Mungu Baba awe pale. Mungu Mwana awe pale. Akae pale Roho Mtakatifu. Wanajadili tuumbe mtu. Shetani naye anasema ningeingia na mimi. Hilo kosa lilikuwa baya, alichafua. Na Biblia inasema hivi, na vitabu ya Roho Nabii, taratibu aliingiza chuki yake, akificha, lakini Mungu anamjua, akamuona hadi mwisho akafanya hivi vita. Vita vinapambanwa kwa sababu ya uumbaji wa mwanadamu, kwa sababu Shetani hakuingia kwenye baraza la kufikiri, kutafakari namna mwanadamu atakavyoumbwa. Kwa hivyo vita vilipochemka, huo uasi ulipochemka, ukaendelea. Sio siku hiyo alipigwa, ukaendelea. Vitabu nasema alipewa muda hadi ikaja kufikia kwenye hiki kitabu kinaonyesha kwamba Shetani akapigwa. Maana alishauriwa, hakusikia, aliinuka. Hakuna tafasiri ambayo inaweza ikaja kusema kwamba hivi vita bado havijakuwepo. Katika kusummarize, kwa sababu muda wangu unakwenda, unaposema mbingu ni za Mungu. Ukisoma katika kitabu cha hiki kitabu cha Majibu kwa Mashaka Yako, vitabu ni vingi vya kusoma. Sura ile ya 5 inasema uumbaji. Anasema kwamba samahani niangalie vizuri, maana nataka nitoe aya ambazo zisije zikaleta mashaka baadaye. Okay. Nafikiri ukienda kusoma katika kitabu cha Ezekieli sura ile ya 28 na fungu la 17, moyo wa Shetani uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Kiburi kilimjaa Shetani na hadi akataka aingie kwenye baraza la mbinguni, lakini hakuruhusiwa kabisa. Na hicho ndicho kilikuwa chanzo cha uasi wa Shetani na kuleta vita mbinguni. Lakini katika hii sura yote ya 12, kama nilivyosema,
ni kwamba ni habari za pambano la Kristo dhidi ya shetani, ambalo pambano linaendelea. Na kwa sababu pambano linaendelea, tunatiwa moyo na fungu hili la ngapi? Fungu la 7. Summarize mwalimu. Summarize. Asante. Mungu akubariki. Ya kwamba tunatiwa nguvu. Kristo ni mshindi dhidi ya uovu, dhidi ya ibilisi, dhidi ya kiumbe chake, na sisi ambao shetani alitupa kwetu sisi hapa nchini anatusumbua, tutashinda katika Kristo anayetutia nguvu. Mwalimu, nikifika hapo, Mungu atubariki sote. Asante sana mwalimu Daniel, kwa kutumia pia muda wako vizuri, na nimekuongeza zile sekunde ambazo nimekukatisha, na wakati huu tunaendelea vizuri. Kila mwalimu amemsikia mwenzake na vitabu vimesikika, maandiko yametolewa. Basi kwa muda huu sasa tunarudi kwa mwalimu Bienvenu, ambaye atakuwa na dakika 15. Sasa ataanzia pale ambapo amemalizia na kugusia pia upande wa mwalimu mwingine pale, kuonyesha kile ambacho anachokielewa. Basi nimkaribishe mwalimu Bienvenu, karibu. Ndio, asante sana. Nimeweza kumsikia mwalimu mwenza. Ameanza kufika ambapo mimi sijafika, na sijasema ya kwamba vita hivi havijapigwa. Sijasema hivyo. Labda naanza kurudilia mada ambazo zilikuwa zimetangulia hapo awali. Kitu cha pili ambacho naweza nikasema kwamba ukiwa msomaji mzuri wa Biblia uwezo ukasema Ufunuo sura ya 12 hapana unabii. Hiyo 17 mstari wa 7 mpaka chini ni unabii pia. Na shida kubwa ni kwamba kuna madai ya utetezi ambayo yanakuja, ni kama vile anasema sisi wa Adventista, ukisema hiyo fungu la kwa tunaelewa ni mwanamke. Tunaelewa. Lakini ukiulizwa kama ni mwanamke, huyo mwanamke alikuwa wapi? Hii mbingu unayomuona huyo mwanamke ilikuwa ipi? Hii mbinguni ambayo nabii anamuona kulikuwa wapi? Kwenye enzi ya Mungu? Kwa sababu unapokuwa unafasiri kwenye mijadala kama hii utakuwa unaulizwa. Kwa sababu kila kinachoonekana kipo kwenye mandhari. Vita vya Mikaeli na shetani vinaonekana mbinguni. Vita kati ya joka na mwanamke vinaonekana mbinguni. Sasa unakuja kusema vita vya mwanamke na joka ni duniani. Lakini unapofika kwa Mikaeli na shetani ni mbinguni, kwenye enzi ya Mungu. Nitakuja huko baadaye. Nilisema nimeshasoma ile fungu la 6 na fungu la 4 na la 6 ambalo linaonekana theluthi ya nyota za mbinguni zikiangushwa chini na zikaangushwa inchi na shetani. Hapo msome vizuri. Anasema hivi: kisha joka hilo liliburuta mkia wake theluthi moja ya nyota za mbinguni na kuzitupa inchi. Mwalimu aliyetangulia alisema kwamba Waadventista kuna mambo Waadventista wanasoma juu. Wakisoma mstari wa 4 wanadhani ya kwamba hapo ni Yesu anaangusha malaika, shetani na malaika zake. Lakini anayeangusha hapo katika vita hivyo vya mbingu ni shetani. Ndio anayeangusha. Na anaangusha wapi? Inchi. Sasa hii seluji kama tunavyojua, kama tulivyoona kwamba ikiwa nyota 12 ambazo mwanamke amevikwa taji zilitumiwa au kwa mifano na zikawakilisha wale mitume 12, basi tutakuja kuona kuwa jua, mwezi na nyota wakati fulani pia huwa zinatumia maana ya mifano, lakini hapa ilibebwa kwenye taswira ya taifa la Israeli waliohasi. Maana kwa sababu miongoni mwao kuna watu walinaswa na shetani, na matokeo yake wakahusika katika vita vya shetani na Mikaeli.
Sasa nije katika sura ya 17 kwa sababu muda wangu ni mfupi sana. Iko hivi. Ufunuo sura ya 12. Sasa hapa ndipo nahitaji watu wanisikie vizuri. Ufunuo sura ya 12 inaanza kuonyesha wakala wa shetani akimshambulia mwanamke aliyekuwa mjamzito. Alafu inaendelea Ufunuo sura ya 12 inaonyesha wakala wa shetani akijipanga kumwangamiza mtoto anapozaliwa tu. Na Ufunuo hiyo sura 12 ambayo sasa ndio aliyotembea nayo. Sasa tuangalie, mimi sitakuja eti nisome, sitasoma kitabu kingine tofauti na Biblia. Mimi nakuja hapa tu nitasoma Biblia peke yake. Anaendelea kusema hivi, 7 alisema hivi, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika wake wakapigana na lile joka. Lile joka nalo likapigana nalo pamoja na malaika wake, lakini hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Lile joka kuu likatupwa, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani audanganyie ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika wake wakatupwa pamoja naye. Mwalimu amesimama akasema mbingu ni za Bwana. Kuna tofauti kuwa mbingu ni za Bwana na alisema mbinguni, alisema mbingu ni za Bwana. Lakini akakosa kusema kwani mbingu ni wapi? Sijui kama hiyo mumesikia. Sasa hivi vita vinavyoonekana katika sura ya 7 hadi 10 ni vita vya Mikaeli pamoja na shetani. Lini? Katika utume wake hapa duniani. Ukishia hapo unaweza ukashindwa kuelewa. Ukasema hivi vilipatikana kule mbinguni kwenye enzi ya Mungu. Nilisema ya kwamba ukianza mstari wa 1 hadi wa 6 ni shambulio la shetani dhidi ya taifa la Mungu ambalo ni kanisa. Alafu tena ni shambulio la shetani kwa mtoto aliyezaliwa. Lakini mstari wa 7 hadi wa 10 hadi wa 12 ni vita kati ya Kristo na shetani katika maisha ya Kristo ndani ya utume wake ile miaka 3 na nusu kama inavyosemekana. Lakini ukija wewe ukaja kusema kwamba hivi vita vilikuwa mbinguni, Biblia ukisema hivi hapana, Biblia itakuja kukupa majibu. Itakwambia hivi kwenye sura 13 mstari wa 13 inakuja kusema hivi, na joka lile lilipoona ya kuwa limetupwa katika nchi, limetupwa katika nchi, lilimfuatia mwanamke yule aliyemzaa yule mtoto wa kiume. Kama kulikuwa ni kufukuza kwake mbinguni kwenye makao ya Mungu, amefukuzwa akatupwa nchi. Ina maana Yesu alikuwa ameshazaliwa huko. Tujaribu kupima mambo, kwa sababu ukishia mstari wa 7 ni mbinguni 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 mbinguni. Na ndio maana tunasema kwamba tunapokuwa tunajifunza Biblia tunatakiwa tuimalize katika muktadha wake wote. Kama kweli hapa palikuwa ni mbinguni kwenye makao ya Mungu. Najua pia una utetezi ya kwamba mwanadamu alitupwa, shetani alitupwa, mwanadamu ameshakuwepo. Najua hiyo ipo. Hiyo kama tutakuwa na muda tutatembea nayo baadaye. Lakini sasa tuje kama kweli alifukuzwa na Yesu mbinguni, alafu anageuza hasira yake kwa mama aliyemzaa yule mtoto, kwa sababu yule mtoto ndiye aliyemfukuza. Sio kama hapo tunaelewa. Utakuja kukuta kwamba hilo haliwezekani, afukuzwe mbinguni alafu ahamishe hasira zake kwa yule mama aliyezaa yule mtoto wa kiume. Hapo nakuwa umetake over. Lakini itaeleweka ya kwamba kumbe vita vinavyosemekana hapo, hadi hiyo mwongozo wa lesoni ambao ulisema hapo kwenye pambano kuu hiyo Jumapili yake,
inaanza hapo kuna swali, alafu anasema hivi vita vinaonyesha ni vita vya wema na uovu duniani. Hiyo lesson ambayo umesoma. Sasa unapokuja katika hilo ya kwamba kuja kutetea kwamba hapa ni mbinguni, je, joka lile lilipoona kuwa limetupwa katika nchi, lilimfuata mwanamke yule aliyemzaa yule mtoto wa kiume? Kwa nini isiseme kwamba baada ya kutupwa kwenye nchi lilianza kujipanga kuandaa kwa ajili ya mtoto atakayekuja kuzaliwa? Kwamba utakuja kukuta kwamba baada ya shetani kushindwa vita vya kati ya Yesu na yeye hapa duniani ndani ya utume wake, hasira yake tena ilirudi kwa mwanamke. Mstari wa kwanza ulianza kuonyesha kwamba vita ya shetani, wakala wa shetani alitumiwa na shetani kwa sababu ya kumshambulia yule mwanamke aliyekuwa mjamzito. Na shetani akajipanga wakati yule mtoto atakapozaliwa tu ameze. Akashindwa yote. Katika utume wake ndo nakuja kwenye sura ya 7. Nayo akashindwa. Na alipotambua ameshindwa, basi akageuza hasira yake kwa yule aliyemzaa yule mtoto. Sasa ukija kusema ya kwamba hapa joka huyu vita hivi vilipigana mbinguni kwenye enzi ya Mungu, mstari wa 13 utakustaki. Mwalimu, dakika 5. Ndio. Na hapa ndipo tunajificha kwenye hivi vichaka. Shida tulionayo tukichukulia andiko moja tumeenda nayo. Na ndio maana pia nilisema kwamba kuna jambo jingine mwalimu amesema hapo ya kwamba nimeenda nje ya mada. Usipoanza mstari wa kwanza, watu wote wanaosema kwamba hivi vita vipo kwenye enzi ya Mungu ni kwa sababu hawawezi wakaelezea kuanzia mstari wa kwanza. Mwalimu Genze, umenipata? Na kupata vizuri. Aya. Watu wote wanaosema kwamba hivi vita vilipatikana kwenye enzi ya Mungu, ukiwaleta kwenye mstari wa kwanza, uwaulize hii mbingu inayosemekana hapa ni ipi? Wapeleke mstari wa 3, hii mbingu inayosemekana ni ipi? Hawana majibu. Na watakwambia tusieleze huko kote. Tunaelewa huko. Sisi wote tunaelewana. Na tunaelewana wapi? Mwanamke ni kanisa. Joka tunaelewa ulikuwa ni wakala wa shetani ambao ulikuwa Rumi ya kipagani. Okay, hapa kote tunaelewana. Tukishafika sasa kwenye mstari wa 17, tulivyoviacha kule aya za kwanza na ya 3, tunakuja kuvisema kwenye mstari wa 7. Unaona hii mbingu ni kwa Mungu. Mikaeli ni Yesu. Huyu shetani ni Ibilisi ambaye hapo kabla alikuwa Lucifer. Unaona vilipatikana na aliangushwa wapi? Nchi. Nchi ni wapi? Ni hapa duniani. Na yeye anapata tafsiri ya kuelezea sasa haiti ya kwamba unaona nchi ni wapi? Hapa tunapoishi. Sasa hapa tunapoishi hakuna mbingu. Hakuna mbinguni. Na wanaishia hapo. Awaende mstari wa 13. Na hata nchi nao wakitetea, mwanamke aliposaidiwa na nchi, anasema mwalimu anasema hakuna maana ya kujua nchi ni nini. Hakuna maana ya kujua nchi ni nini. Ukienda mstari wa 16 unasema hivi, nchi ikamsaidia mwanamke. Nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule ukaumeza mto ule, mwanamke likaenda zake ukameza mto ule lililoutoa lile joka katika kinywa chake. Sasa yeye anasema hivi hakuna maana ya kujua nchi. Sasa hii nchi nayo iliyosaidia mwanamke, na utasema ina maana kwenye unabii? Tujaribu kufungua roho zetu, uelewa wa neno la Mungu uzame ndani yetu. Kuna mambo tunayapuzia lakini yenye maana. Na shida inayochanganya watu wengi, na hata hiyo iliwachanganya hata wanafunzi. Yesu alipokuwa akizungumzia mambo ya mbinguni,
aliyaweka katika taswira ya duniani. Na alipokuwa anazungumzia ya duniani, aliyaweka katika taswira ya mbinguni. Ndivyo hata style ya unabii ilivyo. Anapozungumzia mamlaka wanyama, anayaweka kwenye taswira ya viumbe vya duniani, lakini yenye maana ya kiroho. Hauwezi kuja kusema ya kwamba eti hatuna maana ya kujua mbingu, hatuna maana ya kujua nchi. Biblia itakustaki. Sasa ukipata kwenye jukwaa kujifunza, huyu mwanamke alisaidiwa na nchi. Hii nchi ni nini? Tena tutaanza kujikuna. Kwa hiyo, kwa kumalizia, unaposoma Ufunuo sura ya 7, Ufunuo sura 12 mstari wa 7 na 10, ni pambano kati ya Mikael na Shetani na malaika zake hapa duniani. Ukiniuliza lini, ni ndani ya maisha ya utume wa Yesu. Na baada ya Shetani kuona kushindwa vita hivi, aligeuzia hasira yake kwa yule mwanamke aliyemzaa yule mtoto ambaye ni Yesu Kristo. Sio kwamba alifukuzwa mbinguni akaja nchi akakuja kukuta sasa. Ina maana Yesu alianza kwanza kuzaliwa. Ukienda na tafsiri hizo unasema Yesu kumbe alianza kuzaliwa, akaenda mbinguni, ndo akapigana vita, alafu baada tena kupigana vita kuna Shetani akashushwa, akaja sasa kuanzisha vita na yule aliyemzaa yule ambaye yuko mbinguni. I make sense? Bwana ni mwema, asante. Ubarikiwe, asante sana Mwalimu Bienve, tumekupata. Ulikuwa bado na sekunde kama 10 zimebaki. Umeenda vizuri katika mtazamo wako na ni muda ulikuwa umeenea. Umeenda vizuri katika muda wako na mafundisho yako. Mwalimu pia amekusikia. Kwa wakati huu tuombe sasa dakika 15 naye Mwalimu Daniel naye aweze kuja, na baada ya hapo tutakuwa na swali moja. Nimeshaandika kwenye comment pale, kama kutakuwa na mtu ambaye atakuwa na nyongeza upande wa Bienve aseme, au kwa upande wa Mwalimu Daniel aseme. Baada ya swali kuulizwa na kujibiwa, basi tutaenda kwa nyongeza kutoka pande zote mbili. Mwalimu Daniel, kama uko tayari, karibu. Asante sana mwenyekiti. Ninashukuru sana tena kupata nafasi mara tena kwa sababu ya kuja kuendeleza dakika zangu 15. Ni habari za unabii, habari ambazo ziko katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Wasikilizaji nafikiri wanaelewa ni kitu gani ambacho kilitokea hapa. Mimi ninarudia kusema hivi: kanisa la Waadventisti kuhusu habari za unabii Ufunuo sura ya 12 wanauelewa vizuri, na ndio maana mimi nilisema kwamba hakuna haja ya kuchambua mbingu kwenye Ufunuo sura ile ya 12 fungu la 1 na la 2, kwa sababu wanafahamu. Sisemi kwamba haina maana, sijasema kusema mbingu haina maana na nchi haina maana. Nilitoa andiko kitabu cha Mwanzo sura ya 1, inaonyesha habari za nchi. Kwa hiyo ninachosemea ni habari za kiwakilishi, kuwakilisha, kwa sababu fungu la 1 ni ujumbe wa maneno au majina yanayowakilisha jambo fulani. Kwa hiyo kanisa kanisa limewakilishwa
na mwanamke. Sio kanisa tu, kwa sababu anasema kwamba mbona unasema tu kanisa? Kanisa usemi mbingu. Ni kwa nacheka sana. Anasema kwamba kweli kwa muondoko kama huu, hapana. Hapana kabisa. Mimi ninayoyasema siyatoi katika fahamu zangu. Ni vitabu ndivyo vinasema ya kwamba hivyo vita ni vita vilivyopita, tena vilifanyika mbinguni. Lakini sijui kama ulikumbuka hapa, nikaeleza pia kwamba vita ambavyo vinaendelea hapa duniani vipo, na kwa sababu vipo, kanisa lazima litashinda, kwa sababu mshindaji ni Kristo. Alimshinda shetani tangu mbinguni. Sasa unachukua hii mbingu iliyoko kwenye fungu la 7, unaichanganya na mbingu inayopatikana kwenye fungu la 1, fungu la 2, inaloeleza kwenye fungu la 3. Hizi mbingu ni tofauti tafasiri. Ndio maana mimi ninarudia hapa tena kwa kupiga msumari kwenye kitabu hiki. Umeniambia hiki kitabu nimekisoma, sijakielewa. Kitabu kwenye huo ukurasa ni wa 7. Lakini ni kwenye ile sura ya 1 ambayo ni vita inayosababisha vita zote. Hivi tukielewa kwanza hata hili neno vita inayosababisha vita zote, hii ni ile sura ya 1, ni somo la 1. Sasa kwenye ukurasa wa 7 ni Jumatatu. Hapa hakuna kwamba maandiko yana kigugumizi. Hakuna kugugumia kwenye maandiko hapa. Maandiko yanasema hivi, yani ni Jumapili. Pana kichwa cha somo pale nasema Lucifer adanganya, Kristo kushinda. Ilisema habari za alivyodanganya mbinguni, anaenda kuambia malaika, sijui ni dikteta, uhuru hatoi, anakataa, sisi wote tunatakiwa tuwe na uhuru. Akaanza kutangaza uhuru. Anatangaza uhuru, anataka, hamu yake ilikuwa anataka aingie kwenye baraza la kuumba mwanadamu, ambalo hilo baraza ni mpaka uwe Mungu. Sasa yeye anataka aingie pale. Sikesa hapa anavyosema hapa. Jambo moja ni hakika kuhusu vita huko mbinguni. Kistari. Yani jambo moja tu, yani kwenye hili swala la Ufunuo sura ya 12 na fungu la 7, uhakika ni vita huko mbinguni. Hakuna kusema kwamba hii mbingu manake nini, hii nani manake nini. Hapa ni mstari. Na nilisema, hebu ngoja nirudilie kwenye hiki kitabu, nisome kitabu hiki cha ni kitabu kinaitwa Ujumbe wa Awali. Wale wanaojua Kiingereza hivyo wameshajua. Kuna kichwa cha somo kinasema hivi, kuanguka kwa shetani. Hapa sio kwamba shetani manake hivyo. Ni maneno yanakuja moja kwa moja. Hamna kusema kwamba ulete tafasiri hapa. Kuanguka kwa shetani. Ni katika ukurasa wa 177 kitabu cha Ujumbe wa Awali. Panasema hivi, umbo lake lilikuwa kamilifu, mwenendo wake mzuri na mtukufu.
huyu ni ibilisi, shetani, wanamsifu hivyo. Lakini Mungu alimwambia mwanawe, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Shetani alimuonea Yesu wivu. Hiki ndio kilikuwa shida huko mbinguni. Uasi ulianzia hapo. Alitamani kuomba ushauri, alitamani kuombwa, hapana kuomba. Alitamani kuombwa, yani mtu wa kiburi. Alitamani kuombwa ushauri kuhusu kuumbwa kwa mwanadamu. Na kwa sababu hakuombwa, alijawa na usuda, wivu na chuki. Alitaka sana yeye awe mwenye kupokea heshima za juu kabisa mbinguni baada ya Mungu. Hadi wakati huo mbingu yote ilikuwa katika utaratibu, upatanifu na kutawaliwa kikamilifu na serikali ya Mungu. Ilikuwa ni dhambi juu kabisa kuasi dhidi ya utaratibu wa mapenzi yake. Hizi habari ninazirudia mara kwa mara kwa sababu ndio ulikuwa mwendo wa shetani kuanza kuchafua. Mbingu haikupenda. Jeshi lote la mbinguni liliitwa mbingu. Sikiliza vizuri hapa, ni kuhesabu ukurasa ule wa 178. Sikiliza vizuri hapa. Jeshi lote la mbingu liliitwa kuonekana mbele ya Baba, ili kila jambo liamuliwe. Hizi ni habari za mbinguni. Hakuna kwamba inajua unatumia neno fulani hapa. Unasoma eti ni nini? Ulisema ni ndani, ni mambo ndani ya utume wa Kristo. Hapa kuna utume hapa. Hapa hakujawa utume. Dakika 5 mwalimu, dakika 5. Asante mwalimu. Asante msimamizi. Hakuna mambo ya utume. Hapa ni vita. Vinapigwa sawa sawa. Hapa ni uasi unaendelea. Waliitwa na Baba ili kila jambo liamuliwe. Malaika wameitwa. Pale iliamuliwa kwamba shetani anabidi afukuzwe kutoka mbinguni pamoja na malaika wote ambao waliungana naye katika uasi ule. Hiki ni kitabu cha dada White, nabii wa Mungu kutoka kule Marekani. Anasubiri siku ile Kristo atakapokuja tufufuke naye tule raha mstarehe huko mbinguni. Sikiliza vizuri hapa. Inabidi afukuzwe mbinguni pamoja na malaika wote ambao waliungana naye katika uasi ule. Ndipo kulitokea vita mbinguni. Unasikia saa habari za vitabu. Hapa sio maneno kwamba unajua ulikuwa unabii, unajua ukitaka kuchanga. Hapa sio kuchanga. Hapa ni mambo yako wazi. Lakini kule unakoelekea, mimi nilieleza hivi. Ufunua ile sura ya kwanza ya kwamba na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua. Tunaelewa jua ni hivyo ulivyosema. Mwezi ni agano la kale, tunaelewa. Nani asiyejua katika kanisa la Waadventista wa Sabato? Hiyo ni ishara ya kwanza. Alikuwa ana mimba, akilia, ana hali ya utungu, anaumwa katika kuzaa, tunaelewa. Lakini fungu la 3 ikaonekana tena ishara nyingine mbinguni, na tazama joka kubwa jekundu, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na juu ya vichwa vyake vilemba 7. Hizi habari hapa sikatai ulivyosema, lakini hii sio mada yetu. Hii mada iliyoko hapa ni tofauti. Joka mwenye vichwa 7 na pembe 10. Hizi tuna habari ni habari za Rumi. Ni habari za Rumi na matawi yake.
na mikoa yake na viongozi wake ambao wanapewa nguvu na shetani kwa ajili ya kutesa kanisa. Na mikia wake wakokota theluthi ya nyota. Hizo habari tunajua nyota ni watu wa Mungu, sijui. Yote haya tunayaelewa. Hakuna si anayekataa hapa. Alidanganya watu wa Mungu, aliua watu wa Mungu, alitesa watu wa Mungu. Yule mwanamke akakimbilia nyikani. Tunaelewa nyika manake nini? Ni mahali ambapo kanisa lilienda kukaa. Kanisa lilikimbilia. Yote haya yanajulikana. Hatutaki kupoteza muda kwa ajili ya haya kwa sababu haya tunayajua. Lakini kuhusu mbingu ya sura ile ya 12 ni vita halisia. Sasa umekuja kuchanga na ile fungu la ngapi? Ile fungu la 12 kwamba kwa hiyo shangilieni, ulianza fungu la 10. Nikasikia sauti mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Habari hizi kuanzia fungu la 10 inaonyesha mambo mawili: alivyoshindwa shetani na alivyokuwa akifanya kazi na shughuli yake hadi sasa anayoifanya kwa ajili ya kushtaki, na namna tutakavyoshinda kwa ajili ya Kristo. Lakini fungu la mwisho, joka akasimama juu, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Mpaka tuseme na mchanga manake nini tena? Kwa hiyo mimi nakubaliana na wewe kwamba habari ziko hapa ni mwendelezo wa vita, lakini tukikumbushwa vita vilivyotangulia ambavyo shetani alipanga. Unaposema kwamba kila neno hapa linatakiwa lichukuliwe na liwe na tafasiriwa, kila neno litafasiriwe, yani hapa utakwenda kukwama, kwa sababu yapo maneno ambayo ni sahihi. Utakuta alfa na omega kwenye unabii, sio kwamba ni kiwakilishi, ni yeye Mungu mwenyewe. Utakuta wanasema Mungu akasema. Hautakuja kusema huyu Mungu akasema maana yake ni shetani. Unabii uendi hivyo. Mungu akasema ni kwenye unabii, utasema ni vile vile ni yeye Mungu, lakini yale mambo mengine ya pembeni utaleta tafasiri yake. Lakini ukishuka kwa mtiririko utakuja confuse, utakuja kuchukua hili unachanganya na huku, na watu watashindwa kuelewa. Kwa hiyo watu wa Mungu, asante, watu wa Mungu na mwalimu aliyetangulia, usiwe na hofu. Kiini cha sura hii ni kutupa sisi nguvu ya kwamba tukiwa pamoja na Kristo dhidi ya vita vyote, magonjwa ambayo yanasababishwa na shetani, vita vya kiroho ambavyo shetani anatutaka kunyang'anya sisi tuache imani yetu, anatusababishia sisi tumfuate shetani. Tukimng'ang'ania Kristo tutashinda, kwa sababu ambaye tunamwamini alimshinda. Ndio maana ya maandiko haya. Bwana atubariki sana. Asante sana, mbarikiwe walimu, mbarikiwe wasikilizaji. Nafikiri mjadala umeenda vizuri. Mpaka sasa hivi ni dakika 35 kwa kila mmoja ambazo amezitumia. Sasa tunataka tuingie kwenye maswali. Swali litaulizwa kwa dakika 3. Unajenga hoja, utailia hoja, utauliza swali na kuona Nkurunziza. Nipe muda kidogo. Utauliza swali dakika 3 na mwalimu atakayejibu atajibu kwa dakika 5. Kwa dakika 5. Sasa Daniel, naomba uchukue muda wa kumuuliza Bienve kwa dakika 3. Karibu. Asante.
Mimi swali langu ni jepesi sana. Swali langu itakuwa jepesi, sitaki nichukue swali gumu. Swali langu litatoka kwenye andiko. Katika hii sura ya 12 itasoma hapa, alafu baadaye nitengeneze swali langu. Kulikuwa na vita mbinguni, ni fungu la 7. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahala pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hadi nchi. Swali langu, vita vilipopiganwa, shetani akapigwa, unadai kwamba hiyo mbingu inayosema hapo sio mbingu ya ile ya Mungu, ni kiwakilishi. Sasa hii nchi inawakilisha nini? Mbingu inawakilisha, ulisema inawakilisha hapa duniani, sijui ni. Sasa nchi inawakilisha nini? Ni katika ile fungu ambalo nimesoma hapa. Nchi inawakilisha nini katika andiko hili? Na bakia dakika ngapi mwalimu? Dakika moja. Dakika moja. Asante. Kwa sababu ulisema kila neno liloko hapa linawakilishwa. Na kama linawakilishwa, ndio maana mimi nimejenga somo langu hapo. Ibilisi akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Hii nchi ambayo malaika na Ibilisi walitupwa inawakilisha nini? Nikifika hapo napiga kistari msimamizi. Asante, wabarikiwe. Kulikuwa na sekunde 25 zinabaki. Basi nimkaribishe mwalimu Bienve kwa swali. Na kama swali halijaeleweka, unaruhusiwa kuuliza tena. Muuliza swali alirudie. Hainaga shida kabisa. Karibu Bienve. Ninajibu swali, nauliza swali. Ninajibu swali, ninauliza swali. Unajibu swali. Kwenye mstari huo wa 9, lile joka kuu likatupwa, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Hii nchi inayozungumzwa hapa imebeba taswira ya kushushwa hadhi. Haina maana ya nchi kwenye sayari dunia, kwa sababu ukijenga hoja ya kwamba ni ya sayari dunia, ujumbe wa awali uliousoma utakuja kukanyaga, pamoja na kingine kitabu ambacho ni cha Pendo Lisilo Kifani, kwa sababu shetani ametupwa kabla dunia haijaumbwa. Kama ametupwa kabla dunia haijaumbwa, utakuja kujenga hoja ametupwa chini duniani, kwa sababu utaelewa nchi ni duniani. Lakini nchi inayoongelewa hapa sio sayari dunia, bali ni kushushwa hadhi ya ina maana ya kuto kufikiana tena na Mungu.
Nimesahau kitabu kama ni kitabu gani miongoni mwa vitabu nilivyonavyo. Niliwahi kusoma ya kwamba pambano lililokuwa mbinguni kwenye enzi baada ya shetani kushindwa, hakuwa na uwezo wa kukaribiana tena na Mungu Baba. Yesu alipokuja duniani alikuwa na nafasi ya kukaribiana naye ana kwa ana, lakini baada ya ushindi wa kaburi tena hadhi yake iliendelea kushuka zaidi, na mpaka sasa tunasubiri vita vya Armagedonia ambavyo ni vita vya kufunga historia ya dunia. Sasa nikimaliza hapo tu niseme ya kwamba kulingana na swali lake ni kwamba hiyo nchi inayosemwa hapo ni kushushwa hadhi. Ni kushushwa hadhi. Asante. Lakini mkumbuke amesema kwamba kumbe tunaweza tukaanza neno kwa neno. Kwa hiyo nadhani ya kwamba mimi naweza nikaishia kwa kujibu. Sijui kama amerizika au maana bado naona kuna dakika kama 2. Ndio, bado na dakika 2 na sekunde zilikuwa zimebaki. Namuuliza hivi nimuulize Mwalimu Daniel, umeridhia majibu? Mimi nadhani nilidhani ataniletea andiko, kumbe ni maneno. Unajua unapokuwa unatoa majibu, jaribu kutumia maandiko. Ukitumia majibu kwa kutumia maneno bila maandiko, tutajua ni kwako tu, lakini hatutakubaliana nayo. Kwa hiyo kama hauna majibu ungesema kwamba sina, au kama hauna andiko ungesema sina maandiko ya kujibu, kwa sababu Biblia inaposema kwamba alitupwa mpaka nchi na nchi ipo imeandikwa, yani swali langu mimi limejengwa kwenye andiko. Sasa hautakuja kunipa andiko, hautakuja kunipa majibu hewa, vitabu, au unakuja kuongeza mashaka pia eti kwamba alitupwa kabla ulimwengu haujakuwepo. Na wakati tumesoma vitabu hapa vinasema shida ilikuwa kwa sababu ya nani? Vita vitokea kwa sababu hakuambiwa aingie kwenye baraza la kuumba mwanadamu, na mwanadamu aliumbwa siku ya 6. Sasa bado tu anaongeza tu mashaka tu. Kwa hiyo ya kuumbwa labda siku nyingine kama unahitaji kuelekezwa. Kwa hiyo mimi nina hata kitabu kingine. Kuna kitabu kingine ambacho alikiagiza hapa ndugu mmoja hapa, kinaitwa Wokovu, Kazi Kuu ya Mungu. Hiki kitabu pia kinaeleza habari kwamba kulikuwa vita, na hivyo vita vilipiganwa mbinguni na vilikuwa vya zamani. Sasa kwa ufupi tu, mimi sijaridhika kama ana maandiko ya kusawazisha vizuri, apande. Maana vitabu vyote nilionavyo hapa vyote vinasema ni vita mbinguni na wakatupwa. Ni kama vile nimalize kwa kusema hivi, ukisoma sura ile ya 3, sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo, nisome kwa haraka kwa kuto kupoteza muda hapa. Sura ya 3 na fungu la mwisho kule. Hebu nianze na 17. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mkeo wako ukala matunda ya mti ambao nalikukataza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa hiyo shetani baada ya kudanganya Adamu na Hawa, sasa habari zimekuwa hivyo, laana inaanza kushuka. Lakini ninapopatafuta ni hapa.
lile fungu la 23 tumeshaona amelaaniwa, Adamu ameshaanza kupewa laana. Lile fungu la 23 Biblia inasema hivi sasa. Ni 3:23. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni ailime, akamtoa katika bustani ya Edeni ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Yani baada ya vita vile yeye kushindwa pale Edeni, alipomdanganya Hawa, shetani anamdanganya Hawa na Adamu, Mungu aliwatoa. Kwa hiyo anawatoa Adamu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo hawakukaa kwenye shamba la Edeni tena, aliwatoa nje waanze kulima na jembe, waanze kulima kutumia nguvu, tofauti na walivyokuwa katika shamba la Edeni. Ninatoa hilo andiko kwa sababu gani? Mtu kama anatolewa sehemu kwenda sehemu nyingine, sasa angesema hivi, mbingu ni sehemu fulani, sasa akatupwa sehemu nyingine. Kwa hiyo nataka apande aniambie, kwa sababu alitupwa kutoka mbinguni akaja kwenye nchi. Sasa nchi ni wapi? Na mbingu amesema ni hapa duniani. Asante. Asante, umeweza kueleza kwamba haukuridhika na majibu yake. Ninazidi dakika labda tena kwa dakika 5 zingine. Nimwite tena Bienve kwa dakika zingine 5. Kama takuwa na maandiko. Karibu sana Bienve. Mimi nadhani asipokuwa makini anaweza akajichanganya. Uwezi ukaelewa maana ya andiko kama hujui muktadha wa andiko ni lipi. Biblia imejawa na sehemu kubwa sana viashiria. Mfano, kitabu cha Ayubu kinazungumzia kwamba wana wa Mungu walikusanyika mbele za Mungu na shetani naye akajipeleka. Ayubu ngapi ili watu waweze kuandika? Ayubu ile sura ya kwanza tu, inayozungumzia habari za malaika wanaitwa wana. Ni Ayubu 1 mstari wa 4. Sasa kuna mambo anaweza kuwa anayachanganya, na usipokuwa makini kwenye Biblia kuna vitu vingi vinaweza vikakupita ukienda na tafsiri hiyo. Ukiwa kwenye zama za Injili kuna maneno Yesu aliyasema kwamba ufalme wa Mungu unakaribia. Ufalme wa Mungu uko mioni mwenu. Sasa mbona ufalme wa Mungu ni, unaweza ukaanza kuelewa kwamba ufalme wa Mungu ni labda Yesu atakapokuja mara ya pili. Lakini kuna sehemu utasikia na kuambia ufalme wa Mungu unapatikana mpaka sasa. Ninachopenda kusema ni kwamba unapokuja kwa masuala ya kuelezea haya mambo, hususan habari za mbingu, uasi. Mfano unasema umesoma nukuu ya nani ya Ellen White. Anasema mojawapo ilikuwa alimwia wivu Yesu. Lakini ujue zama hizo kule mbinguni hakuitwa Yesu. Ila shida ya uovu iko hivi. Ukishakuwa na uovu ndani mwako, ni kama vile unasema kama umeua unahesabiwa ulizini. Ila maovu yote wewe huwezi kukubaliana na chochote ambacho kinafanyika mbinguni. Sasa Ellen anaposema kwamba ilikuwa wivu, kwanza hayo maneno unayokuja kusema hapa, kitu cha kwanza alichomuona ni wivu wa uumbaji wa mwanadamu. Huwezi kwenda kumhubiria mataifa hivyo, kwa sababu atakuuliza umesoma wapi kwenye Biblia. Kumbe kwenye Biblia kule inakwenda kusema kwamba alipanda kiburi, akajiona alivyo, kumbe anastahili sifa. Kumbe ile kiburi ikajenga uovu. Kwa hiyo chochote kile Mungu alichokuwa na kusudia kwa shetani lazima kiwe positive, kwa sababu nafsi ya uasi imeshakuwa ndani mwake. Na ndio maana pia unaweza kukuta mwanadamu alipoasi alitengeneza uadui kati ya Mungu na yeye. Kwa hiyo unaomba maswali mengi, unasema katika nchi. Leo umekuja kuniuliza hii nchi inayosemwa hapa.
ungefikiria kwamba mimi nikija na swali langu nikakuuliza mstari wa 3 inayosema nchi ikasaidia huyo mwanamke, na mimi nikakuuliza hiyo nchi ni nini, utanipa andiko? Kwa hiyo ili uelewe kitu kwa maana yake, angalia muktadha wa picha. Hii mada husika inazungumziwa nini? Nikakwambia hivi, kama shetani alitupwa nchi, alafu mstari wa 13 nakuja kusema baada ya hilo joka kuona limetupwa nchi, lika hasira yake ikamishika tena kwa yule mwanamke na uzao wake. Kwa Yohana alipokuwa anaona, aliona hiyo kulikuwa na vita mbinguni. Ni vita ambavyo kwanza yeye mwenyewe alikuwa kwenye zama hizo, kwa sababu alikuwa mtume wa Yesu. Kwa ni vita vilivyotokea kabla ya kisiwa cha Patmo. Sasa baada ya vita hivyo kumalizika, vita vilivyopo sasa, hasira ya shetani ni zidi ya kanisa la Mungu na uzao wa kanisa. Sasa mtu anaposema hivyo, mimi ukija kuniambia Biblia niambie tu kwamba kuambia kwamba hii inchi ni hii inchi ije moja kwa moja kuambia kwamba hii inchi unayoiona hapa tumeandika hapa sisi Biblia inasema nini, utaanza kuulizwa maswali mengi baadaye. Wewe huyo papa, Biblia inasema hapa huyo ni papa, Biblia hapa inasemaje hii huyu hapa ni hivi. Kwa hiyo wale watafsiri wa unabii huwa wanaangalia muktadha wa somo, alafu wanaifasiri kwa wakati wetu au maana ya mambo haya kwa mtazamo mwingine. Mfano, leo Mwadventista msabato anaweza akafundisha kwamba alama ya mnyama ni Vicarious Field Day, lakini wakati wa Yohana waliona unabii, lakini hawakuwa nasema ni Vicarious Field Day, ndio sisa sosansisi. Lakini zama zetu baada ya kuchambua, kumbe kwa leo unaweza kuwa na taswira hii, lakini zama zao hazikuwa hivyo. Kwa hiyo mimi nadhani ya kwamba ukiomba andiko siwezi kupa hilo andiko, ila unatakiwa leo kwamba kuanguka chini ni kushushwa hadhi, ni kushushwa hadhi. Maana mimi najua utaenda kwenye utaenda tu kusema na chenye kinakupeleka ni kusema kwamba alitupa duniani ambako mwanadamu alikuwepo. Sasa mimi ukinijia hivyo, kitabu ulichokisoma ujumbe wa awali kitakustaki, kwa sababu hata wewe mwenyewe ulikisoma kwamba baada ya kufukuzwa nje, mpango wa kumuumba mwanadamu ndio ukaanza. Sasa wewe ukishakubali, kama wewe ni Mwadventista msabato, unaamini kwamba shetani alifukuzwa kabla mwanadamu hajaumba, uwezi ukajenga hoja kwamba hapa hii nchi ni sayari dunia. Uje na fasiri inayosema wakati, kwa sababu mbinguni ni mbali, sasa ile speed ya kutoka kula hadi kuja kufikia duniani, Mungu tayari alikuwa ameshaumba. Ina maana wakati anashuka Mungu huko anaumba dunia. Kwa hiyo yeye dunia kumalizika na akashuka. Lazima ulete hiyo tafsiri. Lakini kiukweli kabisa, kuangushwa chini, kuangushwa nchi haina maana ya sayari dunia, bali na maana ya kushushwa hadhi. Sina nyingine ambayo naweza kukwambia. Na vita hivyo ni vita ndani ya utume wa maisha ya Kristo. Na mahali popote ukisoma kwenye Biblia, mahali popote Yesu anaonekana ni Mikaeli. Alionekana katika taswira ya wokovu. Sio eti kuangushwa kwa, ukija kusoma hapo unasema shetani akaangushwa, wale wa watu wakasema sasa wokovu una Mungu wetu. Kwani kuanguka kwa shetani mbinguni kulikuwa na wokovu wapi mbinguni? Kwa sababu wokovu haukuwa mbinguni. Na malaika walipofukuzwa Yesu hakujitoa kwa ajili yao. Kwa hiyo inabidi tu uangalie mazingira na ucheze na maneno. Sasa ukiwa unakopa, shida nyingine ambayo uko nayo ni kwamba unakubali baadhi ya maana. Unakubali viwakilishi ila unakataa jiografia. Ila unakubali jiografia, unatetea jiografia mstari wa 7. Lakini jiografia mstari wa kwanza, wa 3 na kushuka chini ukubali. Sasa uwezo ukaelewa ya mambo kikataa jiografia. Kwa hiyo utasema tunaelewa hiyo mwanamke ni kanisa. Hilo kanisa hapo mbinguni alipokuwa anasema ni wapi?
Huyo joka mwekundu aliyekuwa na vichwa 7 na vilemba 10 alionekana hapo naye kwenye ishara mbinguni. Hapo alikuwa wapi? Utakwenda na tafsiri gani? Sasa utakuja kusema kwamba sisi hatuna haja ya kuelewa hii. Ukiona mtu anasema hatuna haja ya kuelewa hiyo, unjua hicho ni kichaka cha kujifichia. Lakini maadamu kimekwisha andikwa, ni ya sisi na watoto wetu. Tuseme hatujapenda kuelewa, lakini kama yameandikwa ni sehemu ya kuhitaji kuelewa. Asante. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe sana. Mimi nazidi kuburudika napowasikiliza pande zote mbili. Nisingekuwa mwenyekiti, nilikuwa na maswali ya kuuliza, lakini basi leo nitayaacha. Kama ni mtu anayesikiliza anaelewa, anapata kuelewa. Sasa kuna huyu Nkurunziza ameonyesha kiganja kwamba na neno, alafu pia kuna Bagira naye pia amenyosha mkono. Sasa nianze na Nkurunziza, ndio ulianza mbele. Nkurunziza, una nyongeza au una swali? Samahani mwalimu, sijauliza swali. Fungua mimi niko na swali. Sawa, una swali. Mwalimu wa upande wa pili, swali lako linaelekea kwa nani katika walimu wawili hawa? Samahani. Kuna mtu ambaye kunaongea anaweza kumute first kwa sababu kunaongea na nyuma yetu. Samahani kwanza. Mwalimu mwenyekiti upo nje ya mjadala. Kuna mtu mwingine anaongea lakini sauti yake iko mbali. Sauti yake ameweka mbali, haisikiki vizuri. Nasema ya kwamba mwalimu James anaenda ukamute. Asante. Bado swali lako linaelekea kwa nani? Samahani kwanza. So mimi swali langu linaelekea kwa wote. Samahani kwanza. Na maswali mawili. Samahani kwanza. Okay. Sawa.